بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikiwa ni muendelezo wa darasa yetu ya fiqhi, tukiwa tunaishi na kitabu Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dawi Al-Kitabi Was-Sunnah. Leo insha Allahu Ta'ala tutaondokea katika masala ambayo tulistopia katika darsa iliyomalizika mwisho, na kabla tujaendelea nitapenda kujua kwamba sauti yangu inafika huko au haifiki. Naam. Tayeb. Nakumbuka kwa kumbukumbu zangu tulistopia katika almas'alatu ar-rabi'a fi arkaniha. Sijui ni sawa ama makumbukaje? Naam. Tayeb. Bismillahir Rahmanir Rahim. Leo insha Allah tunaingia katika arkanu sala, yani nguzo zinazosimamisha ibada ya sala. Na nguzo ni zile ambazo zinapatikana ndani ya jambo, yani fi mahiyati shay, katika uhakika wa kile kitu chenyewe. Kwa kupitia nguzo hizo ndio kile kitu kinasimama, na zikikosekana nguzo hizo maana yake kile kitu kinavunjika. Idhan الفرق بين الأركان والشروط. الشروط لازم أن تتقدم قبل الشيء، يعني قبل المشروط. masharti ni lazima yatangulie kwanza. Hayo mambo tuliyomaliza kuyasoma kwa nyuma, shurutu as-sala, yani lazima yatangulie kwanza, kisha baadaye ndiyo ibada ya sala ifuatie. Ama masala ya arkan ni lazima ziwe ndani ya ile ibada yenyewe, ndio zinaitwa arkanu shay. Tayib, huna yaqul al-arkanu. Hili neno al-arkanu hili, hiya ma ni vile vitu ambavyo, hiya hivyo au hizo arkani hizo nguzo hizo, ma ni zile ambazo tatakawanu minha al-ibadatu, hutengenezeka, hufanyika minha, kwa kutokana na nguzo hizo, al-ibadatu, hizo ibada zote unazoziona wewe. Kila ibada ina nguzo zake, yale mambo ya msingi ambayo kwa kupitia hayo ndo yanaunda hii ni ibada fulani. Hii mpaka iitwe swala ni mambo hayo. Swala inaundika kwa kupitia mambo hayo, funga inaundika kwa kupitia mambo hayo, kitu kadhaa kinaundika, kinatengenezeka kupitia mambo hayo. Idhan ma maana al-arkan? Al-arkan hiya ma tatakawanu minha al-ibadat, ni vile vitu ambavyo hutengenezeka, hufanyika, huundika kwa kupitia vitu hivyo ibada. Wala tasihhu al-ibadatu, wala haitosihi wala haitokubalika ibada yoyote ile iwayo, illa biha, isipokuwa kwa nguzo hizo. والفرق بينها هنا يقول والفرق بينها وبين الشروط, na tofauti baina ya hizi nguzo na baina ya masharti, tofauti yake ni nini? Anna sharta, ni kwamba lile sharti lile, yataqaddamu ala al-ibadati, linatangulia kwanza juu ya ile ibada, wayastamiru ma'aha, na linaendelea lile sharti pamoja na ile ibada. Kwa hivyo sharti linaanza nje kwanza, kisha lile sharti linakuwa linaendelea pamoja na ile ibada. Kwa hivyo ukiambiwa elekea kibla, maana yake unaanza kuelekea kibla kwanza kabla hujaanza kusali, na ule wakati unasali wewe unaendelea kuelekea kibla mpaka umalize kusali. Vivyo hivyo unatakiwa wewe katika masharti uwe na tohara. Basi ile tohara yako unatakiwa uianze kwanza kabla ya kusali, ndio uwe tahara, kisha unaingia katika sala na uendelee. Wayastamiru ma'aha,
na lile sharti la tahara mfano linaendelea pamoja na ile ibada mpaka ile ibada inakwenda kumalizika. Wa amma al-arkanu, ama kwa upande wa nguzo, fahiya allati, hizo ni zile ambazo tashtamilu alaiha al-ibada, hukusanya juu yake ile ibada. Ile ibada hukusanya zile nguzo mle ndani, hichi na hichi na hichi, min al-aqwali wal af'al, katika maneno na matendo. Yani ibada ile ndani mule inakusanya vitendo fulani, kama ni swala utainama utainuka, na pia inakusanya maneno fulani, hapo utasema hivi, hapo utasema hivi. Sasa kuna baadhi ya maneno ni nguzo ndani ya swala na kuna baadhi ya vitendo ni nguzo ndani ya swala. Idhan wa amma al-arkanu, ama kwa upande wa nguzo, fahiya allati, ni zile ambazo tashtamilu alaiha al-ibadatu, ile ibada inazikusanya mule ndani yake, min aqwalin wa af'alin, ikiwemo maneno na vitendo vile vile. Qala huna wa arkanuha 14 ruknan, na nguzo zake, yani nguzo za ibada ya sala 14 ruknan, ni nguzo 14, ni nguzo 14. 14 ruknan ni nguzo 14. Yaqul yaqul wa arkanuha, na nguzo zake 14 ruknan ni nguzo 14. La tasqutu amdan, haziondoki kwa kusudi. Nguzo haziondoki kwa kukusudia. Mtu akikusudia kuiwacha makusudi nguzo, basi ile nguzo haina dharura. Haina dharura kwamba ndo tunampa dharura. Hakuna dharura mtu akifanya makusudi, swala inabatilika. Qala huna wala sahwan, wala kwa kusahau. Mtu akisahau ile swala inakuwa imepungua, atakapokumbuka ni lazima arudie ile nguzo, lazima. Na kuna baadhi ya hali atatakiwa arudie ile nguzo pale pale wakati anasali, na kuna baadhi ya hali itatakiwa ndo, yani kuna vitu pengine tutaelezana insha Allah taala, pengine tutaelezana insha Allah taala. Wala jahlan, wala kwa ujinga mtu alionao eti kwamba mimi nilikuwa sijui. Ulikuwa hujui, swala yako imebatilika, utaswali tena upya. Kwa hivyo nguzo kama nguzo haziondoki kwa kukusudia, makusudi mtu akiwacha, au kwa kusahau, au vile vile kwa kutokujua. Kule kutokujua sio dharura ya kwamba ndo kashasamehewa yeye, hapana. Ataambiwa swala hii sio, utaswali tena wewe kwa sababu umevunja nguzo katika swala. Wabayanuha kama yali, na ubainifu wake ni kama hivi ifuatavyo. Sasa kabla hatujaanza kuzitaja hizo nguzo kwa ubainifu wake insha Allah, wabayanuha, na ubainifu wake kama yali ni kama ifuatavyo. Nitapenda nisikie kama kuna mtu hajafahamu huu utangulizi, aulize ili tuingie kutaja hizo nguzo insha Allah moja baada ya moja na maelezo yake insha Allah. Kama kuna mtu hajafahamu afungue maiki yake ili tuelekezane insha Allah huu utangulizi uliotajwa hapo kuhusiana na arkanus salati, yani nguzo za sala. Naam. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Naam, Ustadh Rajab hapa anauliza swali mimi. Kuna katika kauli ulisema kwamba arkanus sala ziko 14, na hiyo ndio ambayo tumefundishwa madrasa sisi tukiwa wadogo, lakini kuna kitabu kimoja kwa takrib tunaohesabu kijua kidogo. Sauti yako sijajua kwa nini inafanya mawimbi hivi, sikusikii. Sehemu ambayo niliko kuna miti mingi huko. Hebu weka mbali kidogo simu yako na mdomo wako tuone. Unanipata? Hapo kidogo. Ustadhi, katika madhhabu ya Shafi'i si kwamba naegemea katika madhhab, lakini katika kauli waliosema kwamba arkanu sala ni 14, ambayo pia mimi nilifundishwa hivyo na mwalimu wangu zamani, lakini kuna swali ambalo mimi nilipatana nalo nikashindwa kuelezea, na hadi tukifundisha wanafunzi inafika wakati unashindwa kumuelezea mwanafunzi.
wanasema arkanu salati 18 ruknan. Sasa hapa ustazi unaunganishaje hizi kauli mbili baina ya 14 ya madhhabi ya Ahmad bin Hanbal na arkanu salat 18 katika madhhabi ya Shafi'i? Wallahu a'lam. Utakuta wale ambao wanataja kwamba nguzo za swala ni zaidi ya 14, yale mambo wanayoyataja mara nyingi yanarejea katika wajibatu sala, na tutaona insha Allah kuna farq baina ya wajibat as-sala na arkan as-sala, yani nguzo za sala na mambo ya wajibu katika sala. Kwa hivyo wako baadhi ya maulama kwa jitihada zao na zile feasibility zao wanaona kwamba hii inaingia katika nguzo kwa mujibu wa hadithi fulani. Tukitazama ijtihad sasa inaingia katika nguzo miongoni mwa nguzo za sala, lakini kauli yenye nguvu mbele ya wanavyuoni wengi na ndiyo ambayo sisi tunasomeshana, nguzo ni 14. Nguzo ni 14. Haya mambo mengine yanakuja katika mambo ya wajibatu sala, sio katika arkanu as-sala. Rajab utakuwa umenipata vizuri, sio? Rajab. Haya. Inshallah na mwalimu nimekupata, nilizima mic ili uzungumze. Okay. Alhasil ni hivyo wanavyoni wanatofautiana katika kuingiza hili linaingia katika nguzo au haliingii. Kidogo wanatofautiana na kila mmoja kwa mujibu wa hadithi anayoitegemea. Kwa hadithi hii, kwa uzito huu, hii ni nguzo, bali haitoshi tu kusema kwamba ni katika wajibatu sala. Mwingine afika kusema ni nguzo, lakini alhasil mbele ya wanavyoni wengi ni nguzo 14 tu, yalobakia yanabakia kwa katika wajibatu sala. Khairan ustaz, shukran. Barakallahu fik. Qala huna ar-rukn al-awwal, nguzo ya kwanza ni al-qiyam. Al-qiyam yani kusimama, fil fardhi, katika sala ya faradhi, ala al-qadiri, kwa mwenye uwezo, muntasiban, asimame hali ya kuwa amenyooka. Hapa pana vitu vitatu vimetajwa. Kitu cha kwanza, alqiyamu fil fardhi, ni kusimama katika swala ya faradhi. Bimaana idha kanat as-salatu tatawwu'an, itakapokuwa ile sala ni sala ya sunna, ni sala ya kujitolea, yajuzu fihi alqu'udu, inajuzu katika swala hiyo mtu kukaa kitako, min bidayati salati ila nihayatiha, awwal sala mpaka akhir sala, mwanzo wa sala mpaka mwisho sala. Ukisema mimi nakaa kitako kwenye swala ya sunna, hadha al-amru jaiz. Lesh? Limadha? Lianna al-qiyama ruknun fil fardhi, kwa sababu kusimama ni nguzo kwenye swala ya faradhi, sio kwenye swala nyinginezo. Qala huna ala al-qadiri, kwa mwenye uwezo. Hichi ni kipengele cha pili. Bimaana idha kana al-musalli ajizan anil qiyam, atakapokuwa mwenye kuswali hawezi kusimama, fahuna yajuzu lahu al-qu'udu. Kwa hali hiyo, kwa maradhi alionayo, kwa udhuru alionao, inajuzu yeye akae kitako, kwa sababu yeye ghairu qadirin ala al-qiyam, hawezi kusimama. Wa huna qala muntasiban, awe ni mwenye yani kule kusimama kwake ni kusimama kwa kunyooka sawa sawa, yani la ya'tamidu ala shay'in akhar, asiegemee kitu chingine. Muntasiban, anyooke yeye kama yeye, asipinde pinde, kwa maana aiza akawa amesimama lakini ameegemea ukuta hivi, ili kusimama yake yani hu ghaira muntasib, ma'il ila aljidar wa kadha wa kadha, au ila alasa wa kadha wa kadha. Hatakiwi kusimama kwa kuelemea ukuta na hana dharura yoyote, au ameelemea mti, au ameelemea hichi, au ameelemea kile. La,
anatakiwa muntasiban. Idhan hivi vipengele vitatu hapa ni vipengele muhimu kuvielewa na kuvikamata vizuri. Alqiyamu kwanza iwe fil fardhi, ndio wajib, ndio nguzo. Ala alqadir, kwa mwenye uwezo wa kufanya hivyo, bimaana asiyekuwa na uwezo amedharurika huyo. Awe muntasiban, awe amenyooka sawa sawa, asipinde. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliposema waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala hali ya kuwa ni wanyenyekevu. Taban kuna sababu za kuteremka hii aya, usinatajwa na ahlul ilm rahimahumullah kuwa masahaba walikuwa zamani mtu anaweza kuzungumza katika sala maneno. Sasa kuna sahaba alisikia mtu amekwenda chafya, akainua sauti akasema alhamdulillah, mwingine akamwambia rahamkallah, yani kwenye swala yani. Sasa ikaleta sintofahamu kidogo, watu mara wakatizamana mara hivi, zikateremka hizi aya katika sababu inayotajwa ya kuteremka hii aya, waqumu, simameni, lillahi, kwa ajili ya Allah, qanitin. Neno hili qanitin kwa muktadha wa hiyo sababu ya kuteremka aya itakuwa maana yake qumu lillahi samitin, simameni kwa ajili ya Allah wakati mnasali, samitin, hali ya kuwa mumenyamaza kimya na muna unyenyekevu. Na bil jumla neno hili qanitin mkiwa ni wanyenyekevu, yani unyenyekevu wa moyo, unyenyekevu wa viungo na akili na kila kitu katika yale masala ya ile ibada yenyewe. Wa huna qala wa liqaulihi sallallahu alayhi wasallam li'Imran ibn Husayn, na kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kumwambia Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, mtume alimwambia salli qa'iman, sali hali ya kuwa umesimama. Salli qa'iman, sali hali ya kuwa umesimama. Fa in lam tastati', ikiwa huwezi, faqa'idan, basi kwa kukaa katika hali ya kukaa kitako. Fa in lam tastati', iwapo hutoweza, fa ala jambin, basi utasali ala jambin, juu ya mbavu yako, yani utasali kwa kulalia ubavu, na ni vizuri akaanza kulalia ubavu wa upande wa kulia. Idhan hadha alhadith wakaichukulia wanavyoni ni amri. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kama Allah tabaraka wa taala alivyoamrisha. Allah ameamrisha qumu, simameni. Wa huna sallallahu alayhi wasallam yaqul salli qa'iman, swali hali ya kuwa umesimama. Kama huwezi, in lam tastati' faqa'idan, kama huwezi, in lam tastati' fa ala jambin, juu ya ubavu wako, yani lalia ubavu, utaswali kwa ubavu. Na maana inayopatikana na faida inayopatikana katika hii hadithi ni kwamba hata kama mtu hawezi kuswalia huo ubavu, basi ataswali kwa hali nyingine anayoweza, kwa sababu ruhusa hapa inaonesha iko asiyeweza kusimama, na kusimama ndio lazima, atakaa kitako. Haya, ile ruhusa aliyopewa ya kukaa kitako pia hawezi, afanyeje? Lalia ubavu. Kulalia ubavu pia siwezi, lalia hiki, muhimu uswali. Ruhusa itakwenda mpaka pale mtu uwezo wake unapofikia mwishoni. Qala huna fa in taraka alqiyama, iwapo atawacha kusimama, fil faridhati, katika sala ya fardhi, li'udhrin, kwa sababu ya udhuru alionao, kamaradhin, kwa mfano maradhi, wa khawfin, na vile vile hofu, pana vita vinaendelea, akisimama itakuwa balaa, ibidi aswali kwa kukaa kitako au kwa kulala, kajificha pahala hivi, hofu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Wa ghairi dhalik, na yasiyokuwa hayo, yani dharura nyinginezo, ima maradhi hawezi kusimama, au kwa sababu ya hofu, vita, risasi zinavuma, kusimama kwake ndio balaa lake, itabidi akae kitako au alale. Fa innahu yu'dharu, hakika yeye atapewa udhuru, bidhalika, kwa sababu hiyo, bidhalika, kwa sababu hiyo. Wa yusalli, na atasali hasaba halihi au hasba halihi, kwa mujibu wa hali yake alionayo.
qa'idan, imma kwa kukaa kitako, au ala jambin, au juu ya ubavu wake, akiwa amelala kwa ubavu ni sawa tu, au hata akiwa amelala kwa mgongo ni sawa tu, yani kwa mujibu wa hali alionayo. Hapa nilipo siwezi kulalia ubavu, ni lazima nilalie mgongo, au hapa nilipo ni lazima nilale kitumbo tumbo, kwa mujibu wa dharura inavyompelekea mgonjwa yule au mwenzetu yule aliyoko katika mji, na mji wao umekuwa ni mji wa hofu, vita vimekuwa vikali. Kwa hiyo ataswali kwa mujibu wa hali yake. Ikiwa atawacha kusimama katika sala ya faradhi wa udhuru alionao, kwa mfano udhuru wa maradhi au udhuru wa hofu au udhuru mwingine wote ule utakaokuwa, basi yeye atapewa udhuru huo, ataruhusiwa na sheria na ataswali kwa mujibu wa hali yake. Ikiwa ni kwa kusimama au kwa kulalia ubavu ni sawa tu. Amma salatu nafilati, ama sala ya sunna, fa innal qiyama fiha, hakika kusimama ndani ya swala hiyo, fa innal qiyama fiha, hakika kusimama ndani ya swala hiyo, sunnatun, hiyo ni sunna, walaysa rukna, wala sio nguzo. Hapa sasa tunazungumzia swala ya sunna. Kusimama ni sunna, ni vizuri, atakayesimama ujira wake bila shaka utakuwa mkubwa kuliko aliyekaa, lakini si lazima kwamba kama hujasimama swala sio, hapana. Lakini salatul qaimi, swala ya aliyesimama, fiha afdal, fiha yani ndani ya hiyo sunna, salatul qaimi fiha, sala ya atakayesimama katika hiyo sunna, afdalu, swala yake inakuwa bora, min salatil qa'idi, kuliko swala ya yule mwenye kukaa kitako. Natumai hayo maelezo yanaeleweka. Atakayesimama swala yake ya sunna itakuwa ni bora zaidi kuliko yule aliyekaa kitako. Kwa nini? Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu amesema, salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi, swala ya mtu aliyekaa kitako iko juu ya malipo nusu ya yule swala ya mwenye kusimama. Salatul qa'idi, swala ya mtu aliyekaa kitako, ala nisfi, iko juu ya nusu, yani malipo yake ni nusu, min salati alqaimi, kuliko swala ya mtu ambaye amesimama. Na kuna hikma za Allah subhanahu wa ta'ala kuruhusu kwenye swala ya sunna mtu aswali hata kama amekaa kitako. Unajua wakati mwingine mtu amechoka, kule kusimama kwake ni dhiki kwa machofu alionayo, lakini akikaa pale alipokaa aweza kuswali akamaliza akajitupa akala, lakini kusimama inampa dhiki kwa machofu alionayo. Sasa ili mtu asikose ujira kwa ile ibada ya sunna, Allah kamwambia swali hata kwa kukaa kitako, usikose huu ujira wewe. Maana lao ingelilazimishwa hivyo asimame, basi ingelikuwa wengi wanakosa ujira. Wanawake wanafanya makazi majumbani, wanachoka, miguu saa nyingine inawauma, lakini ukimwambia swali sunna hata kwa kuketi miguu umenyosha, aweza kuswali. Lakini kwa kusimama atakwambia nimechoka, kazi zilikuwa nyingi leo. Sasa ili huyu asikose ule ujira, si lazima kusimama mama, kwa vile hii ni swala ya sunna, kaa kitako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa ule ujira. Kwa hivyo unaona hapo kuna hikma kubwa ya sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuruhusu mtu kukaa kitako. Hadha awalan. Thaniyan, huna yaqul takbiratul ihrami fi awwaliha, ni ile takbira ya kuhirimia sala, ya kujiunga katika sala, ya kujisajili kwamba sasa mimi ndo naanza kuswali. Takbira ile fi awwaliha, katika mwanzo wa sala, ile takbira ni nguzo, kwa nia ya kwamba sasa nafungua sala. Iftitahuha at-takbir au tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuihirimisha sala, tutaona mbele kidogo hadithi hiyo, ni kwa ile takbira ya mwanzo. Ile takbira ya mwanzo ni special, ni tofauti baina yake takbiratul ihram wa takbiratul intiqal.
Zile takbira unazoziona ndani za swala zile zinaitwa takbiratul intiqalati, ni takbira za miondoko. Naondoka hapa, na inama, na inuka, naenda hapa, na zile takbira za miondoko zile ni mbali. Ile ya mwanzo ile ya kujoin katika swala ile ndio ya kuhirimisha. Nini maana ya kuhirimisha? Tutaona katika hadithi hapo mbele kidogo, tutafafanua kwa mujibu wa hali ya kitabu kinavyotupeleka. Huna aqal, nguzo ya pili ni lazima, sio khiyari, takbiratu al-ihrami, ile takbira ya kuhirimia fi awwaliha, katika mwanzo ile ibada ya sala. Wahia, nayo takbira hiyo, qawlu, ni kusema Allahu akbar, lile neno Allahu akbar. La yujziuhu ghayruha, haitomtosha yeye mwenye kuswali, haitomtosha neno jingine lisilokuwa hilo. Kwa maana inawezekana mtu akataka kutumia neno hapa mathalan akasema Allahu alimun au Allahu a'lamu au Allahu a'zamu. Tuchukulie neno hili Allahu a'zam mathalan. A'zam ni mtukufu zaidi. Sasa mimi nataka kuswali, nikaja nikasema Allahu a'zam, Mwenyezi Mungu ni mtukufu zaidi, au pia naweza ikawa ni mkubwa zaidi kwa maana ya a'zam. Je, itakuwa imetosha mtu kuwa ameruhusika kufanya hivyo? Ibara ya kitabu hii inasema la yujiziuhu, haitomtosha, haitoshi kabisa ghairuha, isipokuwa hilo. Neno jingine lisilokuwa hilo la Allahu akbar halitotosha kutumika pahala hapa. Lazima itumike Allahu akbar, hakuna Allahu a'zam wala Allahu ajal. Hayo yote ni maneno ya kumtukuza Allah. Allahu ajal, Allah ni mtukufu zaidi. Allahu a'zam, ni mkubwa, ni mtukufu. Si pahala pake hapa. Simple sentence, short sentence. Hapa fi ghairi mahallihi, sio pahala pake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lilmusii as-salata, kwa yule aliyeharibu swala. Almusii, mwenye kuharibu. As-salata, ibada ya swala. Kuna mtu alikuja kuswali kwa mtume mbele ya msikiti wa mtume, yani anaswali, mtume kakaa na maswahaba zake, akaingia na swali. Alipoingia na swali, akaswali akaharibu swala. Sasa huyu mtu, kesi yake ndiyo kesi maarufu, ndiyo hadithi yake, hadithi maarufu inayotumika sana kuonyesha swala nguzo zake ni zipi. Hadithi hii maarufu, ukisoma vitabu vya wanavyuoni wa fiqh wanaita hadithu almusii salatahu, hadithi ya yule aliyeharibu swala yake. Menitoka kidogo jina la sahaba huyo, inshallah nikilikumbuka naweza nikalitaja. Ya Rabbi, limenitoka kidogo. Alhasil, huyu sahaba mtume sasa alipokuja yule sahaba pale akaswali haraka, mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudisha, akamwambia irji' fa salli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, wewe bado hujaswali. Akarudi akaenda akaswali tena vile vile alivyoswali mwanzo. Kisha akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia rudi ukaswali, wewe hujaswali. Hivyo hivyo mara tatu. Akamwambia la uhsinu ghaira hadha, ya Rasulullah, mimi sijui kuswali vizuri zaidi ya hivi nilivyoswali hapa. Fa'allimni ya Rasulullah, basi nifundishe mimi ili niende nikaswali. Sasa mtume sasa akamwambia sasa swala inaswaliwa hivi, ndo akamfundisha ile swala pale. Neno la kwanza mtume alimwambia idha qumta ila salati, utakaposimama wewe kwa ajili ya swala, fakabbir, kwanza lete takbira. Ushasimama sasa hivi, mimi nataka kuswali, fakabbir, lete takbira, sema Allahu akbar. Ile takbira ya mwanzo ile ni amri, si hiari, ni jambo la nguzo la lazima. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema tahrimuha at-takbiru,
kuihirimisha sala ni kuleta takbira. Ma maana tahrimuha? Yani tahrimu al-umur allati la yajuzu fi'luha fi as-salah. Kayfa tuharrimuha? Kayfa يعني تمنع نفسك من فعل هذه الأمور؟ تمنع نفسك بتكبيرة الإحرام. Kuyafanya mambo ambayo ni haramu wewe kuyafanya katika swala. Kuyafanya mambo ambayo wewe umezuiliwa usiyafanye katika swala. Utajiharamishia vipi kwamba kuanzia sasa hivi mimi siruhusiki kula wala siruhusiki kunywa kwa sababu nimo katika swala? Yani utaanzaje alama itakayojuilisha kwa sasa hivi kula kwangu ni haramu, sitakiwi kula. Kwa sasa hivi kunywa kwa makusudi ni haramu. Kwa sasa hivi sitakiwi kutizama sijui huku na huku, sitakiwi mimi kusema maneno yoyote. Utajizuia vipi? Alama, starting point, unaanza wapi wewe kujizuia na mambo yale? Kwa sababu binadamu kunywa maji ni halali, lakini ikifika kwenye swala hatakiwi tena kunywa maji kwa makusudi. Kakamata maji na kunywa haitakiwi. Sasa ataanza wapi? Tutajuaje si kwamba kuanzia hapa ndio haramu kwake kunywa maji mpaka ikifika pale sasa anaruhusiwa kunywa maji? Inaanzia wapi? Inamaliza wapi? Sasa tahrimuha, kuihirimia ile swala, bimaana kuyaharamisha yale mambo yasiyotakiwa kwenye swala. At-takbir ni kwa ile takbiratul ihram, ile ndio inaharamisha yote. Sasa hivi hakuna kula, hakuna kunywa, hakuna hivi, hakuna kucheka, hakuna hivi, yote ushazuia. Ndio tahrimuha, kama qala baadhi ulama, wa tahliluha, na kuihalalisha. Sasa kuifungua, maana pale ulikuwa ushayafunga yale mambo. Wa tahliluha, na kuhalalisha ile swala, yani kuihalalisha yale mambo ambayo ulijizuilia pale ulipopiga takbiratul ihram pale. Vipi utajihalalisha sasa kuanzia sasa hivi mimi naruhusiwa kula, naruhusiwa kusema, naruhusiwa kucheka? Utahalalisha vipi? Tahliluha taslim, kuifungua ile swala au kuyahalalisha yale mambo ambayo ulijiharamishia kwa sababu ya kuingia ndani ya ibada, basi itakuwa ni at-taslimu, ni kule kutoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Kuanzia pale sasa yale mambo yashakuwa nini? Yashakuwa ni halali, kwa sababu swala ishakwisha. Idhan swala inaanzia wapi na malizia wapi? Swala inaanza kwenye takbiratul ihram na swala inamalizia kwenye at-taslim. Qala huna fala tan'aqidu as-salatu, basi haitofungamana, haitotimia swala biduni takbiri, bila pasi na takbira. Takbira inayozungumzwa hapa ni takbiratul ihrami, hatuzungumzii takbiratu al-intiqali, hatuzungumzii zile takbira za miondoko Allahu akbar, Allahu akbar, zile za ndani ya swala, zile sizo. Tuzungumzia ile takbira inayopatikana mwanzo wa ibada ya sala. Haya, hiyo ni nguzo ya ngapi hiyo? Hiyo ni nguzo ya pili. Na kwenye hii kesi napenda kutoa tanbihi. Kwenye hii kesi tanbihi tunayoipata hapa ni kwamba wanawezekana watu wakaja wakamkuta imamu tayari kashaanza swala, yani masbuq, akaja ile swala ishaanza, watu washamtangulia katika ibada ya sala. Sasa atafanyaje? Atajoin katika ile swala. Hasa makosa yanayofanywa na watu wengi, akija mtu kwa mfano anamkuta imamu karukuu au imamu kasujudu, akifika yeye pale, akifika moja kwa moja Allahu akbar, anakwenda kwenye kusujudu, au Allahu akbar anakwenda kwenye kurukuu. Sasa anachokifanya huyu ni kosa. Kwa nini kosa? Kwa sababu amekwenda moja kwa moja na takbiratul intiqal, ile takbira ya muondoko, kabla ya kujisajili mimi naingia katika swala kwa takbiratul ihram. Idhan kana alayhi an yukabbira lil ihrami awalan thumma yukabbir lil intiqal. Ilikuwa wajib kwake kwanza alete takbiratul ihram, Allahu akbar, atulie kwanza, afunge swala, kisha Allahu akbar anakwenda kwenye rukuu, ili kutofautisha ipi takbira aliyohirimia swala na ipi takbira ambayo anaondokea kwenye kitendo kwenda kwenye kitendo chingine. Idhan hii tanbihi muhimu tuwape marafiki zetu kwenye misikiti huko,
wanaharibu sana swala zao. Utaona tu kifika wewe umechelewa pale rakaa, ukiangalia mtu kifika Allahu Akbar, huyo kenda tu. Hapana, yani hirimia kwanza, kisha baada ya kuhirimia intaqil, enda katika sehemu nyingine ya nguzo za ibada. Tayib, tukienda katika kuhitimisha darasa yetu ya leo, ar-ruknu thalith, nguzo ya tatu, qira'atu al-Fatihati, ni kuisoma suratul Fatiha murattabatan, kwa mpangilio, fi kulli rak'atin, katika kila rakaa ambayo mtu anaiswali. Na hii ni kauli yenye nguvu. Idha kunta imaman au idha kunta ma'muman au idha kunta munfaridan, ukiwa wewe ni imam lazim an taqra al-Fatihata fi kulli rak'atin, huna la ishkala fihi. Wa idha kunta munfaridan, unaswali peke yako, la ishkal, lazim taqra al-Fatiha yani fi kulli rak'a. Lakini ishkal inakuja pale idha kunta ma'muman, wewe utakapokuwa ni ma'mum. Huna khilafun qawi baina al-ulama rahimahumullah, kuna khilaf kubwa ulazima wa ma'muma kusoma suratul Fatiha. Je, atasoma somi? Na khilafu ikaja nyingine, je, kusoma huko ulazima huo ni kwenye swala zote? Zani kuna swala za jaharia, swala ambazo imamu anadhihirisha kisomo, na kuna swala sirriya, adhuhuri na alasiri, imamu ambazo hadhihirishi kisomo. Aljawab, yani khurujan min alkhilaf, kujitoa katika khilaf, soma suratul Fatiha kila rakaa, idha kunta imaman au ma'muman au munfaridan, wa idha kanat as-salatu jahriyatan au sirriyatan, yani anta iqra al-Fatihata wa la tatruk al-Fatihata li ahadin, ibebe mwenyewe Fatiha yako. Tayib, hii tumesema, lakini kuna khilaf baina ahli al-ilm, lakini khurujan min al-khilaf soma suratul Fatiha, خلاص انتهت القضيه. طيب قال هنا لقوله صلى الله عليه وسلم, kwa kauli ya mtume kasemaje? La salata, hakuna sala, liman, kwa yule ambaye lam yaqra, hakusoma, bifatihati alkitabi, ile suratul Fatiha. Katika majina ya suratul Fatiha inaitwa Fatihatul Kitabi, ufunguzi wa kitabu cha Allah. Bimaana ukiisoma Qur'an, ukichukua msahafu, sura ya mwanzo iliyofungua ni suratul Fatiha, na ndiyo maana pia ikaitwa al-Fatiha, ufunguzi, ndio sura ya mwanzo kufungulia msahafu, yani Qur'an. Kwa hivyo inaitwa Fatihatul Kitabi. Nini katika majina yake? Ina majina mengi, as-sab'ul mathani, ummul Qur'an, yani ina majina mengi. Almuhim, la salata liman lam yaqra, hakuna sala. والنفي هنا نفي الصحة لا نفي الكمال ولا نفي الوجود، فقد توجد الصلاة، يعني mtu anaweza kasimama kaswali, swala ipo. Kwa hiyo sio nafyu alwujud na sio nafyu alkamali, kwamba eti swala haikamiliki, inakubalika lakini ujira wake umepungua. Hapana, sio nafyu alkamali, huna nafyu sihhati, ni kukataliwa kusihi, ile swala haisihi, hata kama mtu ataswali haisihi. Liman, kwa yule ambaye lam yaqra, hakusoma, bifatihatil kitab, ile suratu al-Fatiha. Wa yustathna min dhalika, lakini sasa anavushwa, anatolewa katika hukumu hiyo tulioitaja ya ulazima wa kusoma suratul Fatiha, anavushwa, anatolewa min dhalika, katika jambo hilo, almasbuqu, mtu aliyetanguliwa na imamu. Yani wewe unaingia msikitini, imamu wako ashaenda kwenye rukuu, wewe sasa hivi unaitwa almasbuqu, wewe ushatanguliwa, ushapitwa, kuna kitu kimekupita katika swala. Wewe ni tofauti na yule alianza na imamu sawa sawa, Allahu akbar, Allahu akbar, huyu ni tofauti. Wewe unakuja, imamu anaenda kwenye rukuu au yupo kwenye rukuu, wakati huo wewe unaitwa almasbuq, wewe unavushwa katika hukumu ya ulazima wa kusoma suratul Fatiha.
idha adraka al-imama raki'a, pindi atakapomdiriki imamu amerukuu. Idha adraka al-imama raki'a, pindi atakapomkuta imamu amerukuu. Au adraka min qiyamihi, au akadiriki kile kisimamo cha imamu, ma, kwa kiwango ambacho lam yatamakkan ma'ahu, hakuweza yeye, min qira'ati al-fatihati, kuisoma suratul Fatiha. Idhan huna halatani. Alhalatu alula an yudrika al-imama raki'an tamaman. Hali ya kwanza ni mtu amkute imamu wake amerukuu sawa sawa. Hadi halatu alula. Walhalatu athaniya yudriku al-imam qa'iman, anamkuta imamu wake amesimama, lakin baqiya shay qalil ila rukuu, lakini imam amebakisha kitu kidogo cha mwisho pengine katika kisimamo chake ili ende katika rukuu. Fasara hadha almasbuq la yastati' ikmal alfatiha bihadha sabab, ikawa huyu masbuq sasa yani la yatamakkan min qira'ati alfatiha kamilatan, ikawa yeye sasa kwa kiwango kile alichomkuta imam kasimama mwishoni mwa kisomo chake mathalan, hawezi kusoma suratul Fatiha, isipokuwa atachelewesha muda pale, apitwe sana na imamu wake, make yeye analazimisha kusoma suratul Fatiha huku, lakini imamu kasharukuu, ashainuka, anakwenda kusujudu, anainuka sijida ya kwanza, yeye yuko tu anamalizia suratul Fatiha. Au ataipeleka nini? Wewe ni masbuq, wewe una hali zako zinazozingatiwa katika sheria. Qala huna idha adraka al-imama raki'an, pindi atakapomkuta imamu amerukuu, au adraka, au akadiriki, min qiyamihi, kile kisimamo cha imamu akakidiriki, ma, kwa kiwango ambacho lam yatamakkan, hakuweza yeye, ma'ahu, pamoja na kile kisimamo cha imamu, pamoja na kwamba imamu kasimama, hakuweza min qira'ati al-Fatihati, kuisoma suratul Fatiha, basi huyo mtu itakuwa yeye hana ulazima wa kusoma suratul Fatiha. Qala huna wa kadha al-ma'mumu fil jahriyati, hivyo hivyo maamuma katika swala ya jahriya, hizi swala za magharibi na swala za alfajiri na swala za Isha. Kwa mujibu wa msimamo huu wa wanavyuoni wetu hao tunaopita, wao wanaona kwamba yule maamuma yeye halazimikiwi kuisoma suratul Fatiha. Kwa nini? Kwa sababu qira'atul imami qira'atun lilma'mumi, kile kisomo anachokisoma imamu ndio kisomo cha nani? Cha maamuma. Hii ni kauli iko, na ndio maana imeandikwa hapa, na ni mu'tabar, inazingatiwa katika fiqh. Lakini mimi nasema binisba, kwa upande wa pili na dalili na hoja zilizotumika, basi al-ahwat, usalama zaidi, iqra'il fatihata binafsik, suratul Fatiha isome mwenyewe kwa nafsi yako, kisha ile sura ya ziada muachie imamu, kwa sababu ile si lazima, ile si nguzo. Imamu anatosha kuisoma, amesoma yeye sabihisma, amesoma wadhuha, amesoma sura gani ile, haya. Lakini suratul Fatiha akimaliza tu imamu wala dhalin amin, anza kusoma suratul Fatiha yako mwenyewe, kisha nyamaza kimya, sikiliza kisomo kilichobaki cha imamu. Hii ihtiyatan na usalama zaidi, kwa sababu upande wa pili una hoja nzito sana kwenye ulazima wa kusoma suratul Fatiha. Huna qala wakadha al-ma'mum, hivyo hivyo maamuma, fi al-jahriyati, yani fi salati al-jahriyya, katika sala ya kudhihirisha kisomo, hatolazimikiwa kusoma suratul Fatiha kwa mujibu wa msimamo huu tunaosoma hapa kwenye kitabu. Yustathna min qira'atiha, naye vile vile anavushwa, anatolewa kwenye kuisoma hiyo suratu al-Fatiha. Sikiza sasa, sikiza wanavyosema hawa, asema lakini lau qara'aha, lau kama ataisoma, fi sakatati al-imami au fi sakatati al-imam, katika vile vinyamazo vya imam, wala dhalin amin, kanyamaza pale imam, take advantage, istaghil alfursa, itumie fursa hiyo,
Asema lau kama ataisoma katika kile kinyamazo au vinyamazo vya imamu, fa inna dhalika aula, hakika jambo hilo ni bora zaidi, akhdhan bil ahwati, kwa kuchukulia usalama. Al ahwat, usalama zaidi. Unaona sasa kauli wanakwambia sisi msimamo wetu maamuma kwenye sala ya jaharia haimlazimiki suratul Fatiha, lakini baba usalama zaidi. Maanake hapo ni hala mpina macho, hapo kuna kitu cha hatari. Usalama, soma imamu akikupa gepo pale. Sasa hata na masala imam kukupa gepo, imamu yeye, kuna maimamu wengine wao huchanganya wala dhalin amin inna kanza. Soma suratul Fatiha baada ya imam kunyamaza kwenye Fatiha, isome. Akimaliza imam Fatiha yake, we soma suratul Fatiha yako, usimwachie imam akubebe. Hii ni akhdhan bil ahwat, kwa sababu upande wenye hoja za kuwa Fatiha ni lazima kila mmoja abebe mwenyewe una hoja nzito, na insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tajalia ndio kauli sahihi ambayo sisi tuitegemea. Ni lazima kila mmoja asimamie ile Fatiha yake. Tukienda kumalizia الركن الرابع, nguzo ya 4, arrukuu, ni kurukuu fi kulli rak'atin, katika kila rakaa lazima urukuu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah mtukufu aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mumeamini kumwamini Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, irka'u, rukuni, wasjudu, na musujudu. Idhan amara Allah subhanahu wa ta'ala almusallina birruku'i wassujud. Allah tabaraka wa ta'ala amewaamrisha wenye kusali ambao ni sisi waumini, ametuamrisha kurukuu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kusujudu. Idhan huna natakallam ani ruku', hapa tunazungumzia masala ya rukuu peke yake. Rukuu ni lazima kwa kuwa Allah ametoa amri ya ayyuhalladhina amanu rka'u, enyi wale ambao mmeamini rukuni. Hakadha fi suratul Hajj, wa qala fi suratil Hajj wa liqaulihi sallallahu alayhi wasallam lilmusii salata, na kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yule aliyeharibu swala, yule lilmusii salata, kwa yule aliyeharibu swala, yule tuliyemtaja yule bwana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia thumma rkaa, kisha rukuu, hatta tatma'inna raki'an, mpaka utulizane hali ya kuwa umerukuu. Yani ukirukuu usirukuu haraka haraka, bwi ushainuka. Hapana, we husali unacheza. Rukuu kisha tulia. Kwa kiwango gani itajuilisha kwamba huyu mtu amerukuu na ametulia? Kule kutulia, hatta tatma'inna, mpaka utulizane, utulie, raki'an, katika hali ya kurukuu. Tutajuaje? Yani idha ata bil adhkari almatluba au at-tasbihat almatluba fi nafsi almawdi', atakapoleta zile dhikr au tasbih zinazotakiwa katika pahala husika. Ukiambiwa rukuu kisha tulizana katika rukuu, kutulizana manake upate muda wa kuleta zile tasbihi ambazo zinaletwa pale, na tasbihi ya wajibu ni ile moja, ama kule kuleta mara 3 ile ni sunna, lakini moja, ile moja ndio moja ya wajibu. Idhan mtu akirukuu kisha akasema subhana rabbiyal azim, kisha akainuka, wewe usije ukatwambia sisi yule bwana afanya haraka haraka yule, yani karukuu tukainuka. Kashasema kile anachotakiwa aseme, subhana rabbiyal azim, mara moja tu ndio wajibu. Ama kurudia mara ya pili subhana rabbiyal azim, kurudia mara 3 subhana rabbiyal azim, hii ni hiari yake kama anataka kuongeza fadhila na ubora katika sala yake, lakini moja ndio wajibu. Idhan kiwango gani tutamjua kwamba huyu mtu anatumaanina? Ni kiwango cha mgongo umenyooka akapata kusema subhana rabbiyal azim, inshallah imetosha akiwahi kuisema hiyo. طيب هنا يقول ثم اركع,
kisha rukuu wewe hatta tatma'inna raki'an, mpaka utulizane wewe katika hali ya kurukuu. Haya, الركن الخامس والسادس, nguzo ya tano na nguzo ya sita, arraf'u min arruku'i, ni kuinuka kutoka kwenye rukuu, wali'tidal minhu qa'ima, na kuitidali katika hicho kisimamo, au katika huko kunyanyuka, qa'iman, kuitidali katika hali ya kusimama. Idhan hapa tuna nguzo mbili zilizokaliana pamoja. Tusikilizane vizuri sana. Kuna nguzo mbili zilizokaliana pamoja. Kule kuinuka kutoka kwenye rukuu, kule kuinuka kwanza, hiyo ni nguzo. Kisha kusimama wima, kusimama wima ni nguzo ya pili. Usimame wima mpaka mgongo unyooke. Isije ikawa umeinuka kutoka kwenye rukuu, haujafika kusimama wima, huyo ushaporomoka kwenda chini. Hapana, hapana, hapana. Au ikawa mtu asharukuu akaona tabu kuinuka, pale pale kwenye rukuu akasema Allahu akbar, akaporomoka kwenda kusujudu. Hapana, ni lazima uinuke kwa sami Allahu liman hamida. Kule kuinuka kutoka kwenye rukuu ni nguzo kwanza, plus wakati unainuka lazima usimame wima, mgongo unyooke, lazima. Kwa hiyo nguzo mbili hizo zimekaliana. Nguzo ya kwanza arraf'u, ni kule kunyanyuka, min arruku', kutoka katika rukuu. Nguzo ya pili al-i'tidal minhu, ni kuitidali, kunyooka kwenye kisimamo hicho, qa'iman, au kwenye kunyanyuka huko qa'iman, anyooke mtu hali ya kuwa amesimama vizuri sawa sawa. Al-i'tidal maana yake ni kutengemaa, ni kitu kunyooka sawa sawa. Al-i'tidal ni kunyooka sawa sawa, qa'iman, katika hali ya kisimamo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema fi hadithi al-musii, katika hadithi ya yule aliyeharibu swala yake. Nimesema hadithi hii ndio inatumika sana katika kubagua nguzo za sala, mpaka baadhi ya wanavyuoni wakasema ma dhukira fi hadithi al-musii fahuwa ruknun wa ma siwa dhalik falaysa birukn. Wako baadhi ya maulama wakasema kile kilichotajwa katika hadithi hiyo, hadithi ya al-musii, yule mtu alioharibu swala, kisha mtume akamfundisha pale pale, ukiswali fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, kile kilichotajwa pale tu. Wako baadhi wanavyosema hizi ndo nguzo za lazima, kilichokuwa hakijatajwa hapa hicho sicho. Na hadithul musii jaa biriwayatin mukhtalifa, falan tastati'a an tutliqa alhukma illa ba'da jam'i alriwayat. Huwezi kutoa hukumu kwa sababu hadithi imekuja kwa riwaya tofauti. Kwa hiyo mpaka uzijue riwaya zote, usije ukasema tu hiyo nishasoma hadithul musii, hamna hiyo kwenye riwaya hiyo. Jumuisha kwanza riwaya, kisha ukishapata riwaya zote ndio utalijua lile tukio kimefundishwa nini katika lile tukio na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan alhasil, mtume alimwambia yule bwana aliharibu swala yake, warka, na urukuu, hatta tatma'inna raki'an, mpaka utulizane hali ya kuwa umerukuu, thumma rfa, kisha nyanyuka, hatta ta'tadila, mpaka unyooke, qa'iman, hali ya kuwa umesimama. Idhan hapa nguzo ni mbili, thumma rfa, hii ni nguzo ya kwanza, kisha unyanyuke. Kule kunyanyuka ni nguzo, halafu jambo la pili linalofuatia hatta ta'tadila, mpaka wewe unyooke sawa sawa, qa'iman, katika hali ya kule kusimama kwako, unyooke katika hali ya kusimama kwako. Yani sijikawa bado mgongo haujasimama wewe ushaleta takbira kwenda kwenye kusujudu, haifai, haitakiwi hivyo. Idhan hapo tumepata nguzo ya tano na nguzo ya sita. Hapa naona time zangu zimeisha. Inshallah acha tusopie hapa. Tukija kesho tutakuja kuondokea katika darasa inayofuatia, tutakuja kuondokea katika nguzo ya saba inshallah, as-sujudu. Alafu tutaona na nguzo nyingine zilizobakia. Natumai kesho tutamalizia hichi kipengele inshallah taala. Haya, tuna dakika chache sana hapa zilizobaki. Naomba tuwafungulie hawa ambao watakuwa wana ishkalati kidogo, hawajaelewa, ili waweze kuulizia
kile ambacho hawajaelewa. Naam, nani huyu? Namuona hapa. Naam, Hatim, hebu fungua mic hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu lilikuwa liko kule katika kisimamo ule. Kule tumesoma utaratibu Mtume kaonyesha alikuwa hawezi kusimama akae chini, na mengine alikuwa hawezi kukaa chini alale ubavu. Lakini swali langu lipo katika hivi viti hivi vinachukua nafasi gani labda viti? Kivipi yani? Yaani mtu hawezi, tunaweza kusema tuna pengine hawezi kusimama kwamba ni moja kwa moja achukue kiti au ilikuwa akae? Ni aula zaidi akaanza swala hali ya kuwa amesimama, halafu baadaye akakaa kitako. Yani asianze swala hali ya kuwa amekaa. Kakaa ndo takbiratul ihram anaanza nayo hivyo. Ni aula aanze na takbiratul ihram hali ya kuwa amesimama, kisha aonyeshe kwamba mimi nimeshindwa kuendelea na kisimamo, ndiyo nikakaa. Ni aula zaidi. Maana kuna watu unaweza kumkuta anatoka nyumbani kwake kwa miguu mpaka anafika msikitini. Huyu ni uongo kwamba hawezi kuanza swala hali ya kuwa amesimama. Bali kuna watu wanaweza kuiswali swala yote hali ya kuwa amesimama, isipokuwa pale wakati wa kurukuu ndo atakaa kwenye kiti, na kusujudu atasujudu kwenye kiti. Lakini kisimamo anakiweza. Wako baadhi ya watu hivyo, lakini hujitia uvivu akaiswali swala yote hali ya kuwa amekaa. Hayo ni makosa. Anayeweza kusimama, tumesema alqadir, mwenye uwezo, ni lazima asimame. Mwenye uwezo ni lazima asimame. Idhan ni vizuri mtu akaianza, kama ndio hakuna budi, basi ni vizuri pale wakati wa kuanza ile swala akaianza hali ya kuwa amesimama, kisha akakaa kitako akaendelea na kukalia kwenye kiti chake inshallah. Naam, Abdullah Mustafa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustazi, swali langu mimi ni katika qira'atul Fatiha. Naam. Sasa kwa mfano tujalie mtu anasoma, yani ipo nyuma ya imamu, halafu yeye ameshaisoma ile sura Fatiha, lakini amepitwa, yani imamu amesoma sura Fatiha akamaliza. Sasa maamuma analeta ile sura Fatiha, lakini kabla hajamaliza ile sura Fatiha imamu asharuku. Sasa hapa yeye anatakiwa aimalize afu mfuate maamuma, au akatishe ile sura Fatiha mfuate maamuma katika ile ruku? Usikatishe, imalize. Hata kama itakuwa amenipita kwa nguzo mbili kwamba yeye ameruku kwanza alafu akaandika sujudu, bado msijamaliza ile sura Fatiha, sijamaliza bado. Naam, jitahidi uisome kwa hali yani isiyokuwa ya mdogo sana, lakini lazima uimalize. Ikiwa wewe ile rakaa ulidiriki yote na imamu mwanzo, basi lazima uimalize ile sura Fatiha. Sasa na swali la pili katika ruku hapa, katika maswala ya tasbih ya kidogo hapa na swali. Naam. Sasa umesema kwamba katika wajibu wa kuleta tasbih katika ruku ni ile tu moja, subhana rabbil azim. Sasa kwa mfano tujalie mtu analeta tasbih nyingine kama mujibu wa riwaya zilivyowekelewa kwamba analeta aina nyingine ya tasbih, je, itakubalika kwamba amejalia ile tasbih katika riwaya nyingine sasa na tasbih ile subhana rabbil azim kwamba inamtosheleza au lazima ile ile kule? Naam, khilafun baina ulama, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba aina yote ile tasbih mtu atakayoleta pale ni sawa sawa, imetosha. Naam, shukrani, jazakallahu khair. Wa iyyak. Naam, mwingine.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Msazi. Alhamdulillah. Mimi na swali kwenye takbiratul ihram. Naam. Na swali langu mimi haliko kwenye hiyo takbira yenyewe. Yaani niko jinsi gani tutaweka ile mikono, maana huwa tunaona wengine wanaweka tumboni, wengine wanaweka kifuani, wengine wanaweka kwa viganja, wengine yani ni tofauti jinsi gani ya kuweka hii mikono. Sasa nilikuwa naomba ustaz, Hili swali litakuja nadhani mbele huko inshallah kwenye sifatu sala. Natumai kuna kipengele huku mbele ni sifatu salati. Lakini alhasil pana ikhtilafu kubwa katika masala ya kuweka mikono, ikhtilafu kubwa mbele ya wanavyuoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arhamu waliotangulia na ahifadhi waliobakia kwenye masala ya kuweka mkono kwenye kifua au kuweka mkono chini ya kifua au kuweka mkono chini ya kitovu, tahta surra, chini ya kitovu. Yani pana khilafu kubwa. Wa الراجح عندنا إن شاء الله وضع اليدين على الصدر. هذا هو الراجح عندنا إن شاء الله. لكن iko kauli ya wanavyuoni wengi sana wanaoona kwamba arrajih kwao ni kuweka mkono tahta surra, kuweka mikono chini ya kitovu, na wakachukulia kwamba zile hadithi zote zilizokuja ikiwa zitasihi, maana kuna kesi kwanza tujadili ni sahihi au sio sahihi. Zimesahihishwa na wanavyuoni wengi wa zama hizi, miongoni mwao Al-Albani na wengineo. Sasa wanasema ikiwa zitasihi, tutazichukulia hadithi zote zilizosema kuweka mkono kifuani, as-sadr. Watasema as-sadr katika lugha ni ma khalafa au ma qabala adh-dhahr, ni kitu ambacho kinakabili adh-dhahr. Kwa hivyo dhahr ni nyuma, sadr ni mbele. Kwa hivyo watazichukulia hadithi zote zinasema kwamba mtume akiweka mikono yake ala sadri, yani maana yake anaiweka mbele, haiki ubavuni wala haiki kichwani wala kile kitaja sadr, wao wanachukulia ni mbele. Kwa nini? Kwa sababu riwaya za kuweka tahta surra kwa wao ndo zina nguvu na ndiyo amal iliyofanywa na wengi katika wanavyuoni waliotangulia. Idhan masala haya kadhalika, namna kuweka mkono juu ya kiganja au kuweka mkono kwenye kiwiko, hizi ni haya zimepokelewa tofauti tofauti. Zimepokelewa tofauti tofauti. Ni sawa mtu akiweka kiganja kwa kiganja iko, au kiwiko kwa kiwiko, kiwiko yani huu muunganiko baina ya kiganja na dhiraa. Alhasil ziko riwaya tofauti tofauti zilizopokelewa katika hayo masala, na pengine inshallah uko mbele hayo mambo yanakuja, tutende taratibu inshallah tutakuja kuyaona. Sasa hivi tujadilini kile ambacho tumekikuta katika kitabu ili muda usirefuke sana. Naam. jazakumullahu khairan. Sabri. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maalim, mimi swali langu nataka kuuliza swali kwenye takbiratul ihram. Tumezoea kabla ya takbiratul ihram swala zote watu tunatia nia, iwe fajiri, adhuhuri na kuendelea. Sasa hili likoje? Au tunatumia ile innamal a'malu binniyat, kwamba kila amali njema ulipo kwa nia? Sasa mimi nakwenda kuswali labda. Wewe unatia nia vipi? Au ukitaka kuswali alfajiri unatia nia vipi? صلي فرض الصلاة الصبح ركعتين مستقبل القبلة إمام القرآن يدعى لله تعالى الله أكبر. طيب, sasa hiyo ni bid'a. Kwa nini bid'a? Kwa sababu hatukufundishwa sisi kutamka nia. Tumeambiwa tunuie, na nia maana yake nia. Hili neno nia ni neno la Kiarabu, an-niyatu, maana yake al-qasdu, ni kukusudia. Kwa hivyo wewe ukishakukusudia tu katika moyo wako, basi tayari imetosha. Hatari ya kutamka ni kwamba unaweza kaingia katika makosa ya bid'a, kuhesabiwa kwamba umezusha kitu katika dini. Na tushasoma sisi hii masala unaulizia, tushasoma huko nyuma katika kitabu. Ushaelewa? Kwa hivyo kwa sababu mimi ndio kwanza nimejiunga leo, sikuwepo. Kwa hivyo usalama zaidi usitamke ile nia
bakia kama walivyobakia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pitisha katika moyo wako, bila shaka wewe wajijua, mpaka ukaamka alfajiri, ukatia udhu, ukaenda msikitini, bila shaka wajijua wewe enda kufanya nini msikitini. Yatosha ile kuwa nia safi kwamba unakwenda kutekeleza ibada ya faradhi ya wakati ule ambao ni swala ya alfajiri. Imetosha hiyo. Umeelewa sio? Naam, nakwenda. Shukrani. Usitamke kwa sababu unaweza kujitia katika makosa ambayo mbele ya Allah tabaraka wa taala yanaweza akawa ni mzigo mzito. Kwa hiyo jiweke katika hali ya usalama. Mashaallah. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kwenye hili akaunti ya kwanza kwamba anazungumzia kiamu na akasema kwamba fil faradhi, katika swala ambazo ni faradhi. Sasa kuna swala ambazo za sunna ambazo pia nayo ni vizuri kusimama, lakini kwa swala sunna ambazo ni jamaa, watu wanaswali swala jamaa kama swala za tarawih na nyingine ambazo msizijui. Sasa vipi kwa yule imamu ambaye anaswalisha akiamua kukaa, imekaa kaje kwake? Kwanza imamu anatakiwa apatikane imamu ambaye ana uwezo wa kuswali kwa kusimama. Lakini ikitokezea imamu ameswali kwa kukaa, imamu anaswali kwa kukaa, hapa pana ikhtilafu baina maulama rahimahumullah ta'ala. Je, imamu huyu ule ukaaji wake toka mwanzo wa swala ameanza kukaa? Mnapata vizuri? Toka mwanzo wa swala ameanza kukaa, au alianza kwa kusimama kisha kati na kati ndio ikamtokezea kukaa kitako? Hizo hali ziko tofauti baina ahlul ilm rahimahumullah ta'ala. Alhasil, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imesema inma ju'ila al-imamu li yutamma bihi, hakika imamu amewekwa ili atiiwe. Sawa, fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u. Hadithi ni refu sana. Wa idha qa'ada faq'udu, na akikaa kitako imamu wenu na nyinyi mnakaa naye kitako. Idha salla jalisan, yani fajlisu, imamu wenu akiswali hali yakuwa amekaa kitako na nyinyi kaeni kitako. Ndio tunasema pakazalisha ikhtilafu za wanavyuoni katika hali mbili. Je, tunaanza naye imamu huyu kukaa kule kitako, au kile kitako kimetokezea kati na kati ya ile ibada ya sala? Ikhtilafu iko nyingi mbele ya wanavyuoni. Yani kwa ufupi ni kwamba imamu wetu akiwa amekaa kitako, basi na sisi tutakaa kitako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposwali kwa kukaa kitako akawaashiria masahaba wake kwa ishara aniqudu, kaeni kitako, na wao pia wakakaa kitako nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Na bibi kuhusu swala pili, na bibi kuhusu hapa kwenye tumezungumza kwenye sharti la pili kwamba ni kutakbiri, na baadaye tukazungumza kwamba ni kusoma suratul Fatiha. Sasa tumefundishwa kwamba baada ya takbiri kuna dua ambayo natakuwa usome ya ufunguzi wa swala. Vipi ikoje hiyo, kwamba dua baada ya takbiri kusoma dua ipoje? Si lazima ile dua, yani haimo katika nguzo za swala. Tutakuja kuona huko mbele nafasi yake ni ipi. Umeelewa sio? Nimekuelewa. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaa, na dakika 2 zimbakia hapa ili kutimia saa 4 na dakika 20. Nifunge, nitakuwa nifunge mapema kabla ya hapa, lakini naona nimekupeni muda, lakini bado mna maswali mengi. Na mimi na vipindi vingine natakuwa nikimaliza hapa nikasomesha watu wengine. Almuhimu na dakika 2 hapa kutimia dakika 20. Naomba iwe ile swali lilokuja sasa hivi leo ni la mwisho inshallah. Mengine tutakuja kuambizana kwenye group, ama tutakuja kuanza darasa kesho inshallah. Naam. طيب. Naam, swali langu liko kwenye kuhusiana qira'a al-Fatiha. Kama ulivyotuambia kwamba inakuwa ni bora zaidi kwa maamuma kusoma sura yote tano, yani kama kwenye rakaa ya 3 ama ya 4 katika swala ambazo za jahiliya au ambazo ni za kimya za usiku. Sasa swali linakuja kipindi ambapo uko nasoma, lakini imamu wako amekutangulia, ndio utakata qira'a al-Fatiha pale katika tunafuata imamu, au tasubiri umalize
sanduku la imam. Swali nadhani lilikuwa lishatangulia hapo na nikasema imalize ikiwa wewe sio masbuq, yani ulianza na imamu ile rakaa sawa sawa, wewe utatakiwa uimalize ile suratul Fatiha. Ama yule masbuq tumemtaja mtu ambaye amekuja amemkuta imamu asharukuu au amemkuta imamu yupo katika kisimamo lakini mwishoni kiasi ambacho yeye akianza kusoma suratul Fatiha hawezi kuimaliza. Huyu ni mtu mwingine. Yule atakayeanza na imamu wake mpaka imamu akafika wala dhalin amin, ni lazima aimalize suratul Fatiha yake kisha ndio amfuate imamu katika nguzo nyinginezo. Na kwa wakati huo atatakiwa afanye takhfifu, asisome kwa madoido tena akawa anatia mbwembwe na hukumu zote anazitaka zile mada sijui, hapana, asifanye hivyo. Na pia kwenye wakati wa rukuu itambidi sasa tasbihi moja inamtosha yeye, subhana rabbiyal azim, ainuke ili mradi amdiriki imamu wake katika zile nguzo zilizobaki. Sije kwa tena yeye kashapitwa katika rukuu, mathalan imamu wake kashatoka katika rukuu, yeye anakwenda katika rukuu halafu anangangania azipate zote tatu. Sasa huyo atakuwa anafanya makosa na fiqhi ya swala kwake itakuwa ni ndogo. Unanipata? Ndio hapo ile hadithi ya Mtume aliposema faida kabara kalbiu. Sasa hiyo ni sawa, lakini hiyo ni masala mengine. Sasa tunazungumzia kwamba wewe hujakamilisha nguzo, kwa hiyo ni lazima wewe ukamilishe ile nguzo. Masala hii fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a wa idha qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Sasa itategemea wewe uko wapi. Ikiwa uko sawa sawa na imamu wako, basi imamu wako akikabbir na wewe kabbir. Lakini sasa wewe uko nyuma imamu wako na imamu anakwenda haraka, na wewe kumaliza suratul Fatiha kwako ni lazima, kwa sababu wewe sio masbuq, wewe ni mtu ambaye umeanza sawa sawa na imamu. Kwa maana hiyo wewe kipengele chako sasa ushaingia kwenye kipengele kingine tofauti na mtu mwingine, wewe hujamaliza. Kwa hiyo lazima uimalize kwanza Fatiha kwa sababu ni nguzo, halafu baadaye uende haraka ukamdiriki imamu wako ili uipate hiyo hadithi kwamba fa idha kabbara fakabbiru idha raka'a farka'u idha sajada fasjudu. Ili uipate lazima kwanza uimalize hii. Ndio maana nikasema kwamba ukirukuu usilazimishe kuzileta tasbihi zote tatu, utamkosa imamu wako. Ukisujudu usilazimishe kuzipata tasbihi zote tatu, fanya ile moja ya wajibu, subhana rabbiyal a'la, inuka ili mradi ukampata imamu wako sawa. Na kama imamu ni mtu mwenye kwenda mbio, ni lazima atanabahishwe, kwa sababu fiqhi ya sala inamtaka imamu au analinda hali za maamuma wake. Kuna wagonjwa, kuna watu wenye midomo mizito, kuna watu wa hivi na vile, yani lazima imamu alinde hali za maamuma wake kwa kiasi cha kuwapa muda kwamba hapa hawa watakuwa shaisoma Fatiha au wapo karibu kuimaliza ile Fatiha, yeye ndo asogee katika kitendo kingine kinachofuatia mbele. Ni fiqhi. Sasa imamu atakuwa atanabahisha, wakati mwingine ni binadamu anakuwa anaghafilika. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.